Kwa majina naitwa Mchungaji Paul, na ukitaka kuniita na jina lingine ya kimombo naitwa Shepherd Paul. Kwa upande wangu wa kushoto niko na Salome Kirako. Kwa upande wa kulia niko na My name is Catherine Bushe, a counselor by profession. Yes. Karibu kwa kipindi chetu Truth Will Set Free, ukweli utakuweka huru. Na siku ya leo tunaenda kuongea juu ya ulimi. Tumeshagundua na tumeshajua kwamba ulimi ni kiungo ambacho ni kidogo sana ndani ya mwili wetu, na ulimi umekosesha wengi, umefaidi wengi, na watu wengi wamebarikiwa kupitia kwa ulimi. Tukaona ni mzuri kwa sababu kipindi yetu ya Truth Will Set You Free tuongee juu ya ulimi sana, vile ulimi umetajwa katika Biblia na vile ulimi unatusaidia wakati tunaongea na tunaendelea. Na kama vile nimesema, tutaanza kipindi yetu na kuongea juu ya ulimi. Tungetaka tu kuchangia mambo ambayo ulimi unasaidia na mambo ambayo ulimi unaharibu. Nikitazama sana kwa Biblia, nimekuta katika somo Yakobo, nimekuta tu ulimi ni kiungo ambayo Mungu aliumba akaiweka ndani ya mdomo. Lakini sana sana mambo ambayo yanatoka kwa ulimi yamefanya watu wawe na vikwazo na vizuizi. Matamshi ambayo yamewekwa ndani ya ulimi, remember the Bible says that there is power in every spoken word. Kwa hivyo matamshi yote ambayo mtu anatamka yako na nguvu na uwezo kiasi, ambao tumekuta watu wengi wamekuwa na mashida kwa sababu ya kuongea na ulimi. Na nikitaka kabla hatujaendelea tusome maandiko kidogo katika Biblia takatifu, the Holy Bible, tuone vile Yakobo, vile Job ama Ayubu alisema juu ya ulimi. Ningetaka kusoma, sijui tutasomewa na mmoja wetu katika Job 20 verse 12. Job 20 verse 12. Job 20:12. If it is so good to them that they keep some in their mouths to enjoy its flavor. Yeah. Kama vile amesoma ni kwamba kuna mambo ambayo yanafichwa kwa ulimi. Kuna mambo ambayo yanawekwa ndani ya ulimi. Ukiangalia sana Biblia imetaja those people who are evil, those wicked people, wale ambao wanaongea matamshi ambayo matamshi ni kama yamekaa kwa mdomo. Unakuta kwamba mtu muovu hakuna jambo ama jina hawezi kutaja. Anataja jina ni kama hayo majina anayosoma akiwa ameandika pahali. Lakini Biblia imetuambia kwamba evil tastes so good to them that they hide some of them under their tongue. Wanaongea, hakuna jambo hawezi kusema. Wanaweza tukanana ovyo ovyo. Hakuna jambo hawezi kusema. Kukuita umbwa, kukuita ng'ombe, kukuita kitu ambacho haifai, ni kama desturi kwao. Kwa hivyo tunataka kuongea juu ya ulimi, kwa sababu pia tumeona kuna mambo mengine ambayo yanatamkwa na watu yanafuata watu. For example, kama mimi mchungaji saa nyingine naletewa watoto kubariki, naletewa watoto for dedication. Na unakuta kwamba mama amezaa mtoto, amekuwa na mtoto na anamuita ng'ombe na anajua kabisa ni mtoto. Mwingine anaita hata mtoto umbwa na anajua kwamba hakuzaa umbwa, alizaa mtoto. Kuna mama moja aliomba Mungu sana apate mtoto. Lakini wakati alipata mtoto, ikawa mtoto sometimes alikuwa analia kila wakati, every time the child is crying, mpaka ikafika wakati akaanza kutamka maneno ambaye haikuwa inafaa. Ikafika pahali ambapo akamwambia kumtetesha Mungu, si kuuliza mtoto kama huyu, si kuuliza mtoto wa kunisubua kama huyu, si kuomba mtoto wa kunitesa kama vile huyu amenitesa. Ati ni kwa sababu alikuwa amekaa tu for 3 days kama hajalala. Lakini kitu ya kushangaza ni kwamba
walilala pamoja na bwana yake na mtoto akiwa pamoja nao, lakini asubuhi wakakuta mtoto amekufa. Wakati huyu mama alikuja kwangu mchungaji, mimi kama mchungaji, aliniambia mtoto hajui kwa nini mtoto alikufa, lakini nikaja kugundua kwamba alipewa mtoto na Mungu, lakini kwa sababu ya kulia asija katafuta kwa nini mtoto analia, akaanza kulaani yule mtoto, akasema alikuwa anauliza mtoto wa baraka. Kwa hivyo nataka tuongee juu ya ulimi kwa sababu umeharibu mambo mengi, na ningetaka tuchangie tukiwa na wale ambao tunaendesha hii kipindi nao The Truth Will Set Free, tujue juu ya ulimi. Ningetaka kwa upande wa kulia aongee kidogo juu ya ulimi na achangie jambo ya ulimi kidogo. Yes, asante sana mchungaji. Yes. Kama vile ulisema, yes, ulimi ni kiungo kidogo cha mwili, yes, lakini nguvu zake ni nyingi. Na kama binadamu huwa tunachagua vile tunatumia ulimi. Unaweza tumia ile ulimi yako kunena mazuri ama mabaya, lakini kitu moja lazima ikuwe imetoka kwa fikra. Ulimi haiwezi jiongoza peke yake. Ile kitu ni kitu unaifikiria alafu inakuja nini kutamka. As long as I've not said anything, hutajua ni nini iko ndani yangu, hutajua nia zangu, lakini vile tu ninanena, sasa ile ulimi inatoa ile nini, ile mawazo yangu. Yes. Kwa hivyo kama binadamu Mungu ametupa ule uwezo, na sisi ametupa uwezo wa kuchagua mazuri na mabaya. Sasa ni juu yetu tuchague tutatumia ulimi vipi. Tutatumia ulimi kubaraka, yes, kubariki, yes, ama laana. Yes. So the choice is upon us. Yes. Now, one thing about the tongue, yes, the moment you speak, yeah, you cannot undo those words. So I would say it is very, very important, yes, that we choose our words. Yes. We choose how we use our tongue. Yes. Sababu nikija kama kwa saa hii nikwambie pastor uko hivi na hivi, yes, negatively, yes, hata nikaja nikasema maneno mazuri, yes, hutasahau yale nilikuwa nimetumia nini, yes, ulimi yangu kuyanena. Yes. So I would say, yeah, kabla tunene neno huwa tufikirie neno hili linauga mtu ama linauda mtu ama linambomoa. Sababu ulimi unaweza tumia ulimi wako kujenga ama kubomoa. Yes. And then ulikuwa unasema ulimi unapenda, binadamu anapenda yale maofu kuweka kwa ulimi. Yeah. It is very true. Yes. If you do something good, itafikia labda kama watu 10. If you do something bad, kwa ule ulimi can go up to 100. Yes. So it is upon us, yes, we use the tongue wisely. Yes. It calls for wisdom, yeah, on how we use our tongues. Yeah. Especially hata kama ni wazazi, haijali mtoto wako vipi, ile maneno ninanena, Mungu amenipa uwezo juu ya watoto wangu. Yes. Amempa baba uwezo juu ya watoto wake. Yes. Hata kama mtoto amekosea vipi, ni vizuri tulinde ule ulimi wetu. Yes. Hata kama kuna wale labda in school they are not so good. Yes. Hakuna haja kwa kumwambia wewe ni buzi, wewe ni ng'ombe, wewe ni nini. Yes. Like you said, yes, hukuzaa ng'ombe, yes, ulizaa mtoto. Yeah. On the same issue of the tongue, yeah, kama mtoto haja perform in school, yes, we look at it broadly. Yes. Where are they strong? Hatusemi masomo ni baya, yeah, ama grades mzuri ni baya. Yes. We all have good grades. Yeah. We all wish the best, yeah, to our children. Yeah. Lakini si akuje useme afadhali nigeza ng'ombe. Yeah. You are useless, you are hopeless. Hapana. Yes. Unamwambia mwanangu, naona hujafanya vizuri kwa, yes, masomo, yes, lakini ulijaribu. Yes. I know you did your best. Yes. Maybe next time you can do better. Yeah. You have my support. Yes. It is very different kwa ule sasa wewe natumia school fees yangu napoteza pesa zangu. You see the difference. You can use wise words on the same child to bless. You can use the same tongue to curse. Yes. And the Bible tells us there is a power of the tongue. Yeah. The tongue can either bless, yeah, or curse. Yes. So wacha tujitahidi zaidi. Yes. We ask for wisdom. Yes. We pray for wisdom. Yes. That we can tame our tongues. Thank you. Yes. Asante sana Kansala.
Ningetaka tuchangie kuhusu ulimi kwa sababu tuko na mwalimu hapa na huyu mwalimu ni mwalimu ambaye anakaa na wanafunzi. Ni mwalimu ambaye anafundisha watoto na ningetaka achangie kuhusu ulimi katika shule. Mwalimu, tuchangie ulimi katika shule. Thank you, Pastor Paul. Yes. I agree with both of you. Yes. That the tongue is a fairly special organ in the human body. Yeah. According to my own view, I feel that the tongue causes so many sicknesses, yet the tongue can heal almost all sicknesses. Yes. Depending on the word you are telling me. Yes. And there is one community that says that a good tongue is better than a cup of tea when a visitor comes to your house. Yes. You better talk well to that person than you give them a cup of tea or maybe a plate of food and then you allude to them. Yes. In my experience, especially in teaching and also as a Christian, the many people have encountered wenye wako na majeraha ya ndani wanajichukia na kama vile tuliongea last time when we talked about curses. Hizo majeraha majeraha yote imetakana na words, especially from authorities, a father, a mother, a teacher, a pastor, or any guardian. Children are mainly affected by the words we talk to them, as the counselor there has said. There is one boy that I was teaching somewhere sometimes back. And the boy used to perform very well. But all of a sudden, he changed. He did not only change in performance, but also in character. Akaanza kukunywa pombe, bangi, kila kitu kama hiyo, na sasa the parent was concerned. And as we shared with the parent, the boy finally confessed. He said, my mother told me I was accidentally born. My mother told me I was born accidentally. And the reason why the mother told this boy that is that the mother was dressing at her dressing table. The boy somehow came running and he broke the mirror. So the mother was eager and he told the boy, after all, you were born accidentally. From that time, the boy changed completely, his character changed completely, his performance changed completely. When the mother came to realize that it is her word that made the boy to change, a boy who could go to the university is now getting D minus. She really cried. But suppose the mother said, Paul, my son, next time, be careful. The harm would not be caused. We had to tell the mother to apologize to the son. Again, when the son saw that the mother is apologizing, again he was healed. He never thought the mother could apologize. So the words of the mother blessing the son, kumwambia, I'm sorry, I love you, my child, you were not accidentally born. It healed him. He repeated from 4. Believe it or not, he went to campus with B+ grade. So the tongue causes a lot of problems and a lot of blessings. And so we should be very, very much concerned about what we are saying. It's very true. It's very true. Thank you very much, mwalimu. Na do you know that you can enjoy life? Do you know that you can have good times when you talk good with your tongue?